Matthew 24 verse 3. Matayo 24:3. And while he was sitting on Mount Olives, the disciples came to him privately. And they were saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? And of the end of the world? And Jesus answered and said to them, watch out. Watch out. Watch out. If you have a Bible that you have not borrowed, it is yours. You can underline the word watch out. Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am Christ. And they will deceive many. Underline the word deceive many. For many will come in my name, and they will be saying, I am the Christ. And they will deceive many. Verse 11. And many false prophets will arise, and they will deceive many. Then verse 24. For false Christs and the false prophets will arise, and they will show great signs and wonders, so that if it were possible, they would even deceive the chosen ones. Hallelujah. Amen. So when we talk about the deception, what is this we are calling deception? Thank you. So deception is the act of making someone believe that something is true when it is not true. That is what we are calling deception. The act of making someone believe something that is not true. There is, you can be deceived. And sometimes you can deceive yourself. Hallelujah. Hallelujah. You can be deceived to believe something that is not true, and to believe it is true. Or even yourself. You can even deceive yourself, which is very dangerous. And this is what Paul said in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2 Timothy chapter 3 verse 13. He said, but evil men, just interpret, let's rush. Okay. Let's move on. Yes? Let's save time. But evil men and hypocrites, they will grow worse. And they will grow worse, deceiving and being deceived. There
There are so many deceivers that have gone out in this world. And actually Jesus said, we need to be very careful, especially in these last days. Many people have been deceived because the devil has known that in the church there's a lot of illiteracy. People don't understand the word of God. And that is why Jesus said, be very careful. Don't allow anybody to make you believe a lie. Hallelujah. Amen. And if you continue to look at it, you will understand. In the book of 1 Timothy, chapter 4 verse 1. Now after Jesus spoke to his disciples, he died. He was buried. He resurrected. And he went in the glory. Now when the disciples were left, this is not what the Holy Spirit is saying. In the book of 1 Timothy, chapter 4 verse 1. Now the Holy Spirit expresses that in the later times some will depart from the faith. Hallelujah. Amen. Some people will move away from the faith in Christ Jesus. They will start drifting away from the Christian beliefs and values. The whole truth of the Bible that has been revealed to the body of Christ. Many people, because of this deception of the enemy, they will drift away. They will turn their backs to the truth of God. And the Bible says, when they depart away from the faith, they will give attention to the deceiving spirits and to the doctrines of demons. Let me tell you, church, we are at a very crisis of time. Jesus said, when the Holy Spirit will come, in John chapter 14 verse 16, he will come and stay inside you, and he has gone the spirit of truth, and the world cannot receive him because it does not know him. But you that are born again, because every born again believer, according to the Ephesians chapter 1 verse 13, that when you heard the gospel and you opened your heart to the gospel of salvation through Christ, you received the spirit of the promise, and you are sealed by the spirit of truth. Then John 16 verse 13, Jesus said the spirit of truth will come in you, and he will speak all the truth. Now where the problem is coming today, we are people that are not having the spirit of truth. They are a satanic agent
possessed by the devil. babwate meika yabirecha And they are teaching the doctrines of Satan. nande nigo bakworokereria amorokereria birecha And the Bible says they are hypocritical liars. nigo ebiblia gotera nigo bara abantu abangainereria And their conscience is dead. nigo Their conscience is dead. That means nebirengereri byabo nigo bikwete hata saa ile anasema uongo, none nebonika nikagokwana obolimo dhamiri yake haimhukumu. ime yaye teri komogambia Hata saa ile anakuibia, nonye nekerago kuibera dhamiri yake haimhukumu. birengeri byaye mbiri komogambia Maana yeye esengenchere is a satanic agent. nigale omokorori And obirecha that's why you need to be on watch out. nakiye kogera gwatebigwo bwerende mono 2 Timothy chapter 3 verse 5. Timotheo ya kabere 3:5 The Bible says that these people will be together with us. ebibilia goteba ng'abantu abamba bamo na They intu will be carrying the same Bible we are carrying. baimokie bibilia yemna intu toimogetie But bibilia the problem with them, lakini omochando amo they na have barabu refused the power of God nigo bangire ekinguru kya nyasaye that can make somebody godly. ekikigokora omonto onya And nyasaye they have a name of preachers. nigo babeire They have a name to be preachers. nigo babwate erieta kweroka nga barabu They n'abarangi have a name to be called Christians. nigo babwate erieta bakweroka abakristo They have a name that actually they are alive, but they are dead. nigo babwate erieta nga nigo bale moyo korende nigo bakwete And these are satanic agents. nigo bara abakoreri babirecha And when it comes to performing miracles, signs, and wonders, kerere gikiraso gokora ebikone the Bible says they are using satanic power. bibilia goteba nigo bagotumia chinguru kya birecha In Revelation chapter 16 verse 13, asoko maanoka 16:13 John saw the spirits of demons yohana akarora emeika yebirecha coming out of the mouth of false prophets. gekorwa asemenwa y'ababani b'obolimo And these demons were doing signs, wonders, and miracles. ebirecha ebingo nigo byare gokora ebikone ebinene So you as a believer, bonaye buno omwegeni if you are the person who keep on chasing after miracles, onye kora omonto okonya kominyokia you ebikone will fall in trouble. nigo ogokigoswa ase omotego Hallelujah. Amen. Because as a born again believer, ekiagera bunaye oyo iboireria kabere we are told in Mark chapter 16 nigo togotebigwa ase mariko 15 nemo that the following miracles shall follow you. ng'a ebikone n'amakumi nigo So bigotobwati you are not supposed to chase after miracles. nigo tobwereti kobwati ebikone Because if you chase miracles, kiagera ekero okominyokia you ebikone can encounter a satanic nigo miracle. oranyare kumberana n'ebikone And the byebirecha Bible says n'ebibilia yateba when the power of demons, ase chinguru they ky'ebirecha can do mighty works of power. nigo bagokora ebintu ebikongu by'echinguru Hallelujah. haleluya If you read in the book of Exodus, ekero orasoma egitabu ky'okuganya chapter 7 verse 11 isano na ibere 11 and verse 22, na 22 you will hear okoigwa of a man called Jannes and Jambres. nigo okoigwa omonto okorokuta These were satanic agents. aba nigo barenga abakoreri When babirecha Moses landed in Egypt, ekere musa asweta nsense ya misiri akiweka kijiti chake chini, akabeka enyimbo ya na yense wao wanaweka zao chini, na barabu babeka chinyimbo they could kyabonse turn into snakes. kyonsi kyonchoka kyabachingiti So these people, they have satanic ability, abantu aba nigo bare n'echinguru and they kyabirecha are confusing the people in the church of Christ. bakotantania abantu ase enyomba ya I nyasaye am not denying the power of miracles. inche tindakana chinguru I know kyebikone Jesus is the same yesterday, nimete yesu nere igoro today, and lero forever. na kale na kale As Hebrews chapter 13 verse 80 says. munayi abayibirani 13 And I Amen. believe in the power of God naye nche ningeng'ende tase chinguru kya that He can nyasaye do miracles, signs, and wonders. aninyare gokora ebikone But let me tell you, church, lakini tigamba te ye don't kanisa allow satanic miracles, signs, and wonders start deceiving you. tigako kwanchere ebikone Yes. abantu aba nigo bari Some abanyabolimo of them are distributed by Satan to deceive even the chosen ones. abantu aba nigo batombire nonya kwenda kosiria no bali bari abaegeri And one time the church of Corinthians nande rituka erimo ekanisa ya Korinto ilikuwa imeanguka kwa mtego wa deception. igo yagwete ase
There were false apostles and the false teachers and the false evangelists and the false prophets. And he told them in 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Dear brethren, I have a lot of jealousy for you. I have actually betrothed you to one person, Christ, to marry you. But now I am getting worried about you. Because some of you actually getting easily deceived from the simplicity in the church. Not everyone who calls Jesus, that calls the name of Jesus, that we know is God who died and resurrected. Yesu yule tunajua alikufa na kafufuka. Some people are preaching another Jesus. Your 2 Corinthians chapter 11 verse 4. People are preaching another Jesus. They are not preaching the Jesus who died and resurrected. So by the virtue that somebody will come and tell you about Jesus, you need to know what kind of Jesus he is talking about. Number 2, they were receiving another gospel. A gospel contrary to the gospel of Jesus Christ. Because not every gospel is the gospel of Jesus Christ. And these people were ready to receive them. They were also preaching under another power of another spirit. And this part of the church in Corinthian, they were receiving them. Na walikuwa wanawapokea. Hata wengine wanawapea support. Wanawapatia hata pesa sawa. Na Paulo anaendelea kusema that even some of these people, they are actually satanic people. And they have been released by demons to destroy the body of Christ. Lakini kanisa la Nyamataro P.A.G sikizeni. I don't want you to fall in the hands of these crooks. Are we together? Maana kuna watu wengi wamejiingiza kwa injili. And they are preaching another Jesus. They are preaching another Jesus. Sasa sio kila mtu anakuambia in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Muulize huyu Yesu ni yule alikufa na akafufuka. Because the guy could be calling another Jesus. Hallelujah. Na Biblia inasema watu hawa in chapter 11 verse 13, 2 Corinthians 11:13, anasema such are false apostles. I thank God hapa nimekutana na maapostol. The true apostles of Jesus Christ. These are false apostles. Deceitful workers. Transforming themselves in the apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Hallelujah. Into the ministers of righteousness. And whose end will show out. It will be according to their works. Hallelujah. Amen. Now wacheni niwaambie wapendwa, when you fall in the hands of deceivers, you will be in trouble. Don't allow yourself
to move from the correct doctrine you have been taught. Hallelujah. Amen. Because if you continue in verse 20, this is what they will do to you. Paulo anamwambia, you put up with it when someone enslaves you. When he takes everything you have. Unajua mikora hawana huruma. Number one, they enslave you. They always tell you they are delivering you. But I tell you they don't want you to be delivered. Because they know the moment you are delivered, biashara yake imeisha. Kwa sababu ukiangalia kwa TV kila wakati, utaona wale watu walifanywa deliverance last Sunday, ndio wanafanyiwa hata leo. Na hata Sunday hiyo ingine ndio watafanyiwa. Na hata Sunday ile ingine ndio wanafanyiwa. Do you know why? That is not deliverance. It is just only spiritual gymnastics. People are entertained. Pepo, umetoka wapi? Na unaenda wapi? Unaitwa nani? Uliingia uko lini? These guys are very good. They know to joke around with the psychology. Unaitwa nani? Mimi naitwa ndovu. I'm elephant. Uliingia lini? 1940. Na saa hiyo ni msichana wa 13 years. I don't refuse demon center people. But the problem with some of these people, actually, it is just only a show. Kama ile ya ule mtu wenu, ule anarukanga kwa maji, anaingianga kwa ng'ombe. Kwani unamuita jina? Wewe shauri, mimi sijamuita, ni wewe umemuita. Mimi kuna mtu nimetaja. Hujataja mtu. Mimi nimesema mtu, sasa si ni yeye. Aha. Hallelujah. Hallelujah. So they are saying they will make you a slave. Amen. Amen. Wanakupea maji. Wanakuambia imaji Mungu ako ndani ya hii chupa. Sasa wacha tuulizane ukweli. If God can enter in this bottle, I don't want God in a bottle. Huyu Mungu anaweza ingia kwa chupa. Then this God is very useless. How can God enter in a bottle? Na unaona mtu amesoma kama mimi, amefundishwa hasta chemistry, na ameambiwa water is hydrogen ions and oxygen atoms. Final. Na hakuna kitu ingine. This is the highest level of stupidity, people. Imagine maji. Ni maji ya kukunywa. Ni ya kuoga. Amen. Amen. Ni ya kunyunyizia mimea. Lakini maji kubeba Mungu. I want you to think twice. Leave alone even water. Kitambaa. That it can carry God. Imagine the God you created in heaven. Ambaye Mungu anasema hakuna nyumba mnaweza kunijengea nitoshe. Hiyo ni Matendo ya Mitume 17. Hata ingorofa mnaona Mungu tukiondoka hapa ameenda. He has gone. Because Mungu anakaa ndani yetu. God is here because we are here. Hallelujah. Hallelujah. Your body is the temple of God. So this hall is here because we are here. Imagine Mungu sasa anasema hakuna nyumba mnaweza kunijengea nitoshekee. Lakini sasa huyo Mungu ameingia ndani ya chupa. Sasa huyo ni Mungu ama ni jini? Na wewe kama uko na hiyo, in fact wacha nikwambie mchungaji. Mungu asaidie handbag zingine hapa zianguke.
Nyasaye akonye chi handbag chinde chiri machi kunsa. Ebinto bimo kirime. Sema maji. Teba machi. Sema anointing oil. Igwe anointing oil. Sema chumvi. 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 Mchanga. Omo amaroba. Atuliziwa ploti ya 10,000 ikiwa ndani ya bahasha. Nga ukaoneliwe ploti kere bahasha ime. Ye 10,000. Nani hawezi nunua maploti? Ngota kole ploti. Unajua saa ingine it's like we don't have sound mind. Iga singa kichine nga tutamaye tutabuka tiobo manyi. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Timothy ya kabere moisano The Bible says we have sound mind. Biblia otenga niko tubwate birengere libire buya. Please church, let us not tusiache akili nje. Abantu bekanise nto tike birengere libito. Know that our minds are anointed to have 1 + 1 we get 2. Talinge birengere ami monga ito kabe kira manye mama enta yamani ibere. Hallelujah. Amen. Sasa imagine my daughter. Kwamba si ulikuwa na minus. Ni kalamu ulitumbukiza kwa maji. Kalamu na saa maji imekuwa begete. Ulinunua geometrical set umeombewa 14 days. Ulifanya mtihani na mathematical table ile inauzwa 5,000. Ngwa koleta matemu na mathematical table kwa ni mchiribi sana. Ulitumbukiza kwa anointing oil. Kalamu niko kwa begete sa mafuta alibako teba nayo. Ni chumvi ulirabu asubuhi kwa macho ili uone question and answers. Ne chumvi kwele geta maise ndo nyara kora machibu. Si unaona sasa hiyo yote ni fake. Toro chinge hivyo simbosa. People have been completely manipulated. Abantu niko ba staliwe kegima. Paka kanisa wa Galatia. Mune kanisa ya Galatia. Wamehubiriwa injili. Barande ligwe injili. Wameambiwa nyinyi umeokoka by faith. Batebi unga watoliwe asokwegena. Grace by faith. Kwa imokelewe asokwegena. You don't need anything else. Tota keiri kende gyonsi. Just believe in your heart. Ayegena no moyo. Believe it in your heart and confess with your mouth. Yani egena no moyo na ndikuwa na no mono. That you are saved. Ngaye watoliwe. Alafu Paulo akaondoka akaenda missionary. Bona Paulo akasoka akaenda abokoreli. Kuulizia mzee anaitwa Nyaribo. Sijui kama unaitwa Nyaribo, ni jina tu imeingia. Kwa boli mugako ko kunyaribo. Anauliza ako wapi? Uko maboli ngayale. Anaambiwa alitairiwa ako Njandoni. Akatebungo waro kiguna. Anauliza Kethenji ako wapi? Ko boli nyalebe ngayale. Anaambiwa alitairiwa ako Njandoni. Wansi bwaro kigwe. Maana kuna watu waliingia na fake gospel. Abantu mbale baswete ne nchiri yobolimo. Wakamanipulate the church of Galatia. Bakasalia ekanisa ya Galatia. Wakawaambia kama hujakuwa circumcised you are not saved. Bakabatenga moraroka inu mora toligwa. Wakafanywa spiritual manipulation. Bakakolerwa okongainwa kwake moika. Na Biblia inasema Galatia 2. Ne Biblia yote ya Galatia ibere. Ukiangalia hiyo mstari wa 4 na wa 5. Kero kolgiro mstari yo kane no yo gatano. Biblia inasema these are false brethren. Bago Biblia yote ngabana abancha ni bobolimo. Wako na ushuhuda tukiwa na ushuhuda. Niko baro no borori kero to kori borori. Wanatumia Bible kama vile sisi tunaitumia. Niko bago tumeke Biblia mna toko tumeka. And the Bible says in 2 Peter chapter 3. Biblia tabasa Peter ya kabere isato verse 16. Komina isano nemo. These people are very good in twisting the scriptures. Abantu niko baraba ya mona soko chora maliko. Anachukua maandiko anaitwist. Nika ko imokia ali maliko oya onchorana. They are so good in twisting the scriptures. Baraba ya mona soko onchona nalingana. And those because they are ignorant. Asenge encho batali no bomanyi. They lead so many to believe things that are not true. Bara abantu bange kwegene bintu bitali byekene. Hallelujah. Amen. Anakuhubiria kitu inakaa ni kama ukweli. Bago uranderie gento ke kororoka na mna nigekere kyakene. Lakini ukiangalia kwa hiyo ukweli unashangaa uko wapi. wapi? Kolende kero koligerelie so maeno obukwa kuminga ibole. Hallelujah. Amen. So it is upon you to study the scriptures very carefully. Igonigera igora yao ko soma maliko buyamono. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Timotheo ya kabere ikbere Study the scriptures. Soma amaliko. Don't allow anybody to read it for you unless you understand it better. Tiga wanchero mondo go somera lyoka kwa yamanyirebia. Why am I saying this? Inkingo kwanera iga. Watu wanaitwa apostles hawa. Abantu abako Na kwa hata your batomwa. pastor here. No nyamro morandi He oga. cannot read for you the whole Bible. Akunyara go somera Biblia Sasa yosi. wengine wetu they are so lazy in doing Bible study. Abande nigo tuangire ko swasi Bible study. Mtu akona idol Omonto gabwate kenyasa inaitangwa WhatsApp.
Nyasaye kwa WhatsApp. Akiamka asubuhi, Kabokire mambia. kabla hata asifungue macho, Na atari iko naonya na maisaye. anaangalia WhatsApp. Igara si WhatsApp. Bible Biblia akiangalia anaanza kuiona. Ekera ko cha kolie Biblia ni kama cha This is very kwa. boring. Lakini WhatsApp Kolenda WhatsApp. anaweza ingia kwa blanketi saa 3. Nigara so blanketi jinsa isato. Asikia saa 8 jamaa hajalala. Jinsa isano na isato tararara. And me have no problem with the WhatsApp. Injetimbu atiba kwa ngona But now WhatsApp. you can spend a lot of time Ibono ningo ko tumeke bire binge. without sitting down and looking at the scriptures. Otari ko isaransa se ko koligera Na lilingana. kile kitakusaidia Kolenda nigera gokonye. kujua ukweli. Nokomanya ekene. Others are deceiving themselves. Abande niko bakwengaina abanyene. I better say this hata kama Masai imesha. Let me tell you this. Others are deceiving themselves here. Abande niko mokwengaina abanyene ma. Because apart from these satanic agents, Gweta ni nonye abakoreri ababirecha. you can also deceive yourself. Na nayo manyene nabo kwengaina. And especially in Hebrews chapter 3 verse 13. Asaba Iberania isato ikomena isato. Anasema the deceitfulness of sin. Nga obo ngaina liabwe bibe. Deceitfulness of sin. Obo ngaina liabwe bibe. It can harden you. Nigo birago kole aye. Where many people continue in sin. Abantu abange nigo bakogendera ase bibe. The Biblia inauliza in the book of Romans chapter 6 verse 1. Biblia ko boli ase abarumi. How shall we continue to sin? Nga kitura gerendere ko kore bibe. And how shall we continue to be in sin? Nga kitura gerendere ko menya imeye bibe. So that the saving grace of Jesus can increase. Ngerinde o mabera yo kotori gwa yandere ko mente. Now we are living at a very dangerous time. Mono nigo tumenyete biro birie bibe mono. Where in the Jude verse 4. Ali ase Yuda inye. Biblia inasema kuna wengine wamepenya katikati yetu na mlango wa nyuma. Abande mbale basoire katikati yetu kwetera murango wa magega. And they are taking the saving grace in vain. Nigo bakoira okotoli gwa kwobuya ase baira ko bagento bosa. And they are saying provided you are saved by grace. Bateba ngakole ko itoli lia sobuya. Even if you sin, Ngano nyara ko kole. there is no problem. Ngabo chando But I'm toyo. telling you there's a problem. Akini tiango tengo There is machando. a big problem. Chando monene nororo. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Abakorinto yali tangani sano na mokiana. The Bible says don't deceive yourself. Biblia gotenga tuwe ngai nayo manyene. The unrighteous will never inherit the kingdom of God. Abatali abanyaboronge mbako soso burwoti And bwa all the sinners, na abanyabibe they will bosi. never enter the kingdom of heaven. Mbako so asoburwoti bwa I know Nyasaye. the gospel of eternity wengi hawana mashabiki. Akere toko kwanero igoro ya enchiri ya kale na kale bantu mbayo. But let me tell you the truth. Kolenda tiango tebie kene. Tutafanya makosa kubwa sana Iko turakora magosa manene mono. if only we prepare you for here. Ekere turakora aligania singencho And yao. we don't prepare you for eternity. Nga ntonyaro kualigania singencho ya Biblia mangana gocha. inasema 2 Corinthians chapter 4 Bakorinto ya kabere inye. verse 18. Ikomena isano na isato. We should also make sure about eternity because eternity is permanent. Ntobwenete komanya igoro ya kale na kale kiagera noero. Hallelujah. Amen. That is why people are deceiving themselves. Na kigeko na abantu abange bakwengai na Na abanyene. unakuta where people wanahubiriwa righteousness hawataki. Ekera abantu bakorandera igoro y'oboronge mbataketi. Wanataka maneno wanaambia ndio hiyo. Kelele hazina anything. Eliogi ndi bwatike. Hallelujah. Pokea. Nyora. Napokea nini? Nkioko nyoleke. Namba, sinaona tunajaribu. Yes, man of God. Namba yako ni 0721. Yes, go deeper. Deeper gani? Let me tell this guy. Sasa mimi ukiniambia jina langu. Ekerogo ntebie lietaliana. Pia bibi wangu anaitwa Ann. Nomongi nonako Niambia namba yangu ya simu ni 0721 591 7. Sasa hiyo inanistua. Ekibono gegonstua. But look at where the church level is. Ligere lia se kanisa yaikire. Ninakuona ukiwa engineer. Na akole kwa engineer. Wewe ni engineer. Ayene engineer. Na anasema yes, ndandingo Ndenga ndipa. yebo no tata genderera. Ile jamaa inaitwa engineer. Omosacho yuko rokumo engineer. Ako form 3 Nigale form 3. na aliachana na physics. Na ande niga atikate physics. Sasa hiyo ni engineer bonoko. Ngakibona ko bo engineer. Hesabu ni D minor.
Esabu ningabwate Na dimaino. niachana na physics. Na anda katika physics. Mwingine anaambia I can see you. Ningamatanga ninkoroche. I see you. Unajua sasa I think next time nikikuja tutakuta screen kubwa sana. Amen. 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 Unajua mimi ni mwalimu natakanga kuja karibu na students. Sasa najaribu kusonga na imagine kuna wengine wanataka kuniona. Hallelujah. Amen. Don't worry. Next time screen itakuwa hapa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm not prophesying. I'm saying what is good for you. Screen iweko hapa. I'm not prophesying. I'm saying the truth. Hapa kunataka screen kwa sababu ya overflow. I am not prophesying. Ninaona. Akitingiza masikio mwambie hata mimi naona. Kwanza niambie unaona nini? Because also the Bible says in the Acts of Apostles chapter 2. Verse 17 and 18. In the last days, I shall pour my spirit upon all the flesh. My sons and daughters, they shall prophesy. My sons and daughters, they shall prophesy. Hallelujah. Amen. Mmoja hapa anakuja kuwa champion ati ndiye prophetess ama prophet. Ninaona, mwambie kabla uone hata mimi ninaona. I have the Holy Spirit of God in me. Kila unaona I can also see. And I am not refusing the office of a prophet. I know they are there. Ephesians 4:11, 5 offices ako pale. But believe me, because of your ignorance, spiritual ignorance. 1 Corinthians 14 inakuambia pursue love. And above all that to prophesy, desire to prophesy. Sasa jamaa mwingine ako hapa ako na spirit of divination. Matendo ya Mitume 16:16 ako na spirit of divination. Naona daktari. Naona daktari. Daktari hana biology, hana chemistry. Huyo labda a witch doctor. That is not a medical doctor. For you to be a medical doctor, chemistry, biology, you should be sharp. Silikuwa daktari. Labda bonoko. And these are the people, things want people to hear. Amen. Sai nikianza. Chungaji sai nikianza. Wote watashuka. Kwanza nichukue moja ni musaiki ni muweke chini. Power. Alafu na wabulisha mmeona nini? Power. Power ya Mungu sio kuanguka. 1 Corinthians chapter 1 inasema verse 24. Verse 24 inasema Christ Jesus, He is the power and the wisdom of God. Jesus Christ, He is the power and the wisdom of God. Jesus Christ's power is to transform. Sasa hii power inaangusha msherati, anaamka akiwa msherati. Inaangusha mzee ako na mpango wa kando, anaamka akiwa na watatu. Sasa hiyo ni power gani? Hiyo ni power gani? Hata wewe niambie. That is a demonic power. Na sikatai kuanguka, unaweza anguka. In fact unaweza anguka bila hata mtu. Because God is God. Lakini hii mkono wa kusaidia Mungu. Mwingine hata anakuweka kabari, anakurusha vizuri. Mwingine alirusha nikamwambia wewe usinivunje mgongo, tuheshimiane. Jamaa is just a teenager. I'm a man of 54 years. Nimehubiri injili for 34 years. Alafu ananiwekea mwereka nikamwambia wewe wacha hii haleluya mrefu namna hii please. If you do like that again, takupatia 540 ministry. What are you doing? Univunje mgongo ili ujulikane uko na power. No. Ya watu wanataka hiyo sana. Wanasema kanisa yetu iko na power. Kanisa yetu tuna chinguru. Mchungaji ako na power. Alafu anasema can I prophesy? Can I prophesy?
mubani. Unatuuliza ni sisi tulikufanya nabii? Nindu twakora to mubani. Can I prophesy? Nindu mubani. And you are busy telling me, yes, Papa. Prophesy. Kama tenga heta takarua mubani. Wewe. Kuanere. Unamwambia God be Papa. Ngagenda imemono. Alafu na mimi I'm not against giving. Jetinda akana. Me and my wife, we can give anything for this Jesus. Na ntunche kana na boto kwa mnyasaye kende Jones. Isengecho ya Yesu. Manipulation ndio nakataa. Lakini ebintu ebina bina akanire. Unakuja na pesa unarusha hapa. Wacha ne chibesa kwaruta. When the visitor like me is preaching. Muno masomba bina But njengo when your pastor is preaching, lakini ekero morandi yo akorandi. somebody is growing money here. Ondeta yo ko utabesa motua. That is madness. Obuno balimo. Alafu anachukua yoyote anasema nimesingira baba, nimesingira na moto wa Mungu. Tenga na abasire no molero. Hataki turashara achukue. Tate etie turashara imo kichibese hicho. Ukikaribia hii ukibeba hii ni ukoma. Oko imo kiye no ukoma. Ukibeba hii ni kansa. Oko imo kiye kansa. Ukibeba hii ni ukoma. Oko bwate kansa ukoma. Sanduku la agano nimeliweka hapa. Sanduku ya baba kama vile ulinisikia Mombasa. Una na igwete Mombasa. Na jamaa hajaenda Mombasa. Aboigo. Hii mambo tumeona hii makanisani. Ebintu tuwarorire kanisa. Mungu atusaidie. Tiganya saa tokonya. Don't allow anybody to deceive you. Tigakwanchero monta akongaine. Alafu akona chupa kubwa ya anointing oil. Tigabwateli chubali nena ya mabuta. Anasema the oil is boiling. Nganga mabuta nigagane te koitokota. The oil is boiling. Mabuta ngotokotale. Anaitisha hata pembe ile limwekwa ya Daudi, pembe ya ng'ombe. Inawekwa anointing oil. Anasema now I want to anoint 50 millionaires here. Amen. 50 millionaires. Igonde to kwa kama mafuta aba millionaire man. Wale 50 watasimama mara ya kwanza. Wale misini bara teneli tangani. Na wametoa 100,000. Na ande barule 1,100. Within 14 days. Asa metia mani Nikikupika ina anointing oil. Ninkoma mwagera anointing oil. Ina break kila yoke. Nigekobuna kila unakuwa millionaire. Kwabe millionaire. In fact laidi inapangwa kutoka hapa mpaka huko nje. Era ini ya mako bangu kuruamba kama yagalia. Atiwa anointed. Nge onyora ogwa kwa mabuta. Wewe ni kuambia ukweli umeshindwa hata by demons to believe God. Ayabona kuabwira nonyene birecha kwabune birecha kwa kwegera Nyasaye. No one who Nyasaye. can anoint another. Ondeta yo kwa ko mafuta omonto onde. The oil is the symbol of the Holy Spirit. Amabuta ne kel manyereri kyo moikoma chene. Na 2 Corinthians chapter 1 verse 21-22. Aba Korinto ya eri ya kabere yemo. Maandiko inasema the one who establishes us. Nga oyo go toikerania intwe. And he has anointed us. Na ndo tuakira mabuta intwe. It is God. Nyasaye. Then 1 John chapter 2 verse 20. Chocho Yohana yeli tanga ni bere 20. Inakwambia and you have the anointing. Yako tenga nole no gwakwa mabuta. Because the Holy Spirit of God once is in you. Ekiagero moikoma chanwe kerole ime yao. He has anointed you. Okwakira mabuta. Verse 27 anasema That that anointing you receive. Nga okwakwa mabuta kolikuwa nyorete. He is teaching you all things. Igo kworokeria mang'anosi. But look at where the church is. Maana ligelia se kanisere. Alafu sasa tunawauzia. Maana niko toko baonelia. Kachupa kamoja 5,000. Echube ye mochiri bwisana. Hebu imagine hii kanisa, how many are you? Kila mtu aninunulie maji 5,500. Kero yo magora mafuta 5,500. Sio ni pesa mingi. Etachi basi chingia. Alafu nanunua V8 na kuja nayo. Ona nagole V8 nacha nero. Nakwambia kama huna gari kama hiyo. Ako tenga kanya tobua tie gari bune hiyo. Umelaaniwa. Igora gere idie. Utuibie. Otuibere. Ununue gari. Ogole gari. Uturingie nayo. Otuerole nero. Atawaringia kwa sababu ameona watu hawaelewi. Na bakubarira senge nchoro nyalira bantu mbali komanya. Hawaelewi. Mbali no komanya. All these are deceptions. Ayabona nsino bongainereria. Na ili nimalizia tufanye long stable. Ndenkolere. Ni ya kwamba wengine wako mahali kama hapa. Ngabona abantu bande no bara sebunaiga. Mahali the ground of pillar and the truth. Igabara ase yobo maene. According to 1 Timothy chapter 3. Kolengana na Timotheo yeli tangani sato. Verse 15. Ikomina isano. You are in a place where you are grounded in the house of God. Igona ase osibire ase nyumba ya Nyasaye. The pillar of truth. Obo
oboroso bwekene. Lakini unakuta mshirika Okonyoro mushirika zile TV program anaona nyumbani. TV program akorora nyumba. In fact even devil anamfanya hivi. Nonyambire chako makorora iga. Anakufanya hivi. Agokorera iga. Maana hata zile program una watch they can never help you. Nonyene bintu okoligera limbiriko gokonya. Na ndio sababu 2 John Na kiakora Yohana ya kabiri. Verse 7 nimekuambia. Isano na ibere yogotebi. Be very aware. Ngakaba maiso. There are so many deceivers in this world. Ngaba ngaine na banga sense and ye. they are moving around deceiving believers. Na nani ko bagende to kwetana na ko ngaina aba and they do not have God in them. Na ne mbali na Nyasaye imeyabo. Because they do not have the doctrine of Christ. Ekiagera mbabu ati obumanyi bwa Kristo. Na anakuja na kuambia, ochogotebia, if you welcome such people, ngekere kwareganiria abantu buna, don't even greet such people. tigakuba kwanya abantu buna, don't even welcome them in your house. yano no kubarigania se nyumba yawe. Literally, ngabano or through even TV programs. ngoetera se program ye TV. Because what they carry, they don't carry Christ. Ekiagere kiba imogeti mbabu imogeti Kristo Yesu. In fact, Philippians chapter 3 verse 18. Aba Filipi isato 15. It says they are enemies of the cross. Nigo bale ababisa bo These guys are enemies of the cross. Nigo bale ababisa bo masaraba. They will never tell you what the blood of Jesus means in this life. Bali ko tebi kiama nyinga Kristo amine. They will never tell you who you are in Christ. Bago tebi oyore ime ya They will never tell you what Christ can do through you. Bago tebi ki Kristo ara kora so. They always give you a very funny kind of gospel. Bana go tebi nchiri ere yogo kumia. And if you continue allowing such people in your life, ekere gwanchera ni nabantu buna bo sobo gimabwao, you'll be in trouble. igora abaseme chando. I know P.A.G. Imete P.A.G. I met it in Egerton University. Niko na yenye watali Egerton University. When I was there nikiwa mzee wa miaka kadhaa. Kinda alinda mugaka bwe miaka mengi. Nikinywa nimenyoa ndevu na nikaamua kurudi shule after 8 years outside school. Ekere na gingere chinde na ile skuru ase miaka 8 ya kanya Sasa yali. tunajua kuna youth wengine wamefanya mtihani just last year. Abande mbare baruani mwako to matemu ko Hata mtu kolera. ameambiwa arudie atengeneze grade amekataa. Abande mwate mwirore moro sie grade kino muhangire. Anasema nimezeeka tano. Bate yanga na agotire. Mimi nilinyoa ndevu at the age of 27 years. Ase miaka 27. I went back in class. Nkaira ne klasi ime. Nikachangiwa pesa na Christian Union. I had no money. Na bwate besa. So the Christian Union wakanchangia pesa. Aba union yiba kamachangira chibesa. Toa ndugu toa ndanda. Bakarua chibesa. Na nilikuwa nimejideceive ndani yangu ya kwamba mlango wangu umeisha. Ngonya nengainire imeyane nga umurangu one oelire. Na nikasema siwezi kuendelea na maisha tena. Atinko nyara kugendera no bogimana inde. Hata nilikuwa nimeretire kwa maisha ya hoe hoe. Ngonya na abeirire na retire ko so bogima bwo botaka boli bwe obe. Wheelbarrow. Gosukume wheelbarrow. Kupiga gari mabati. Kwakera gari amabati. Kuchoma mahindi. Kosamba chibando. Kushona viatu. Kosone bikoro. I had retired myself completely in anything that can help me. Ngonya na kolire keregento. But one day, as I told you yesterday there in the film, the gospel of the truth confronted me. Na preacher akasema if you are here, na umefika mwisho wa dunia, Jesus can restore you. Na nikauliza kweli? Na nikanyoa ndevu nikarudi shule. Nkagingera chinderu nkairane eskuru. Na nilikuwa nimekaa miaka 8 nje. Kwanya nabere miaka 8 isiko. And believe me, ane ngegene. I passed the exam. Nikaeta matemo. I went in Egerton University. Nkaenda Egerton University. Nilikuwa naona kama ninaota ndoto. Ngona alikoranga ne chindoto ndoche. Hii bagi nimeona hapa. Bagi enarolira. Ndio nilinunua na pesa yangu ya kwanza. Nikona aje kolete ne chipesa ya chiane yeli tangani. Bagi kubwa kama hii. Nkagole bagi enene buneyo. Hiyo ndio siku nilijua kiatu yangu ni namba 7. Elina lina manyetenga ekekoro to kiane namba 7. Maana nilikuwa nimezoea kuvaa slippers. Ekiayo lingana analete kobeka slippers. Hiyo ndio siku nilikuja kujua. Elina lili tukona achite komanya. Suruali yangu ni size 28. Erongi yane. Nikona ale kwewe yanga size 30 tunanya kolinga. I came to realize once you actually come to Jesus, He can change your life upside down. He can change your life upside down. Mimi sikutumia maji, sikupanda mbegu, sikununua kitambaa,
mwalimu wa high school. We high school. I'm not near to retire. Tindiga iga retire. Na hata nikiretire. Na ndini ni retire. Kama sitakufa. Kwenye tinda kwa. Watakuwa wananisindikisha na kasabuni kila mwezi. Ngo wako na konkoba ne sabuni kero motienyi. That is what God can do. Ekina kinya sara nyana gokora. Wewe wacha watu, don't let anybody deceive you. Tigagwanchera onde bwensi yako ngaine. Ati maisha yamefika mwisho. Ngabano bogima bwekiro moelio. Wewe sijisaidia. Tokonyara gwekonya. Hii kanisa haina power. Kanisa yeteli na nguru. Watu hawangushu chini. Watu mbali kwa yeli guse. Watu hawapigi ndu. Fiwe. I call him my spiritual father because yeye ndiye amenipata. Na nilialika kwa I was supposed to be here kwa hii mkutano, lakini pia ninapanga launch yangu. So nikawa nina harakati za kanisa pia launch. Sikuweza kufika, lakini nimefika leo tumalize pamoja. Amen. Amen. Asimunanijua. Yeah. Naitwa Jocelyn Nyansarora. Nashiriki pale kwa Moruabe. Pastor Peter Moruabe. That is my church. I minister there as a praise and worship leader. Mbarikiwe sana. Sitaimba si ninakuabudu. Kuna wimbo tumetoa na Solomon mkubwa, naomba niimbe dad. Please. Okay. Sikiliza hiyo tu. Lakini Mungu akasikia ombi la Ana. Ana alikuwa anaomba kisiri siri. Ana alikuwa anaweka magoti yake kisiri siri. Mungu akamjibu kwa wazi, kwa wazi. Akambariki na mtoto kijana Samueli. Maana yake Mungu amejibu. Hallelujah. Akafurahi. Akashukuru. Akafurahi. Kampa Bwana sifa. Mimi siwezi kusimulia yote. Maana yanazidi kurasa za vitabu. Siwezi kueleza yote. Yesu amejibu maombi. Hallelujah. Haya, nisaidie kuweka mikono yako namna hii.
Kama unaweza kuinua mikono yako, inua tu namna hiyo tu. Unamsifu Bwana pole pole kwa furaha. Inua tu mikono zaidi tu. Aha, aha. Twende. Hallelujah. Weka tu mikono yako zaidi tu. Twende, usichoke. Mimi siwezi kueleza matendo yako makubwa uliyoyatenda kwangu. Mimi siwezi kueleza mema yako yote Bwana uliyoyafanya maishani mwangu. Toka utotoni mwangu hadi ukuani Bwana, umepigana vita vyangu vikali. Yes. Hallelujah. Mahali nimefika pakubwa umechangia Bwana. Mahali nimefika pakubwa nimeona mkono wako. Nimeona. Yes sir. Siwezi eleza, mengine yananipita sana. Siwezi. Weka mikono pamoja, pigia Yesu makofi. Wapi vigelegele? Chini. Mimi siwezi. Maana yanazidi furaha zangu. Mimi siwezi. Haya, tunamaliza sasa. Wewe unasema tu sitasahau. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Nashukuru sana baba. Amen. Amen. Bariki. Bwana akubariki sana Jocelyn kwa sababu ya wimbo huo, na aendelee kukupatia nguvu zaidi. Huyo kijana ama mtoto wangu huyu ametoka katika familia ngumu. Alianza kuimba akiwa mdogo kabisa. Mungu anapoanza kazi anawekwa juu ya meza, alafu ndio watu nataka tuweze kuingia katika neno la Bwana ama katika mambo ya meza ya